Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Namshukuru Mungu ni kwa sababu ya siku hii ambayo Kristo wetu wa wokovu amefanya tena nikapatikana katika studio hii mara nyingine tena, kama kila wakati, kila Jumapili wakati kama huu saa 4 mpaka saa 4:30 asubuhi. Mimi ukuja hapa na kunena pamoja nanyi ile neno ambalo Mungu huwa anaweka katika moyo wangu na katika kinywa changu. Basi na asubuhi hii ambayo Mungu amelifanya tena, Kristo huyo amenituma tena na neno lake, na amenituma ili nikapate kunena pamoja nawe mpendwa. Ninakuomba sana ili ukapate kutulia, ukachukue kiti, ukaketi, ili tukaelewane katika ile neno ambalo Mungu amenituma nalo na asubuhi ya leo. Na baada ya hapo tutaomba pamoja na kila moja, na tutaona kila ambacho Mungu wetu mwaminifu atatenda na asubuhi ya leo. Ninaamini kwamba uko mzima na uko na kila sababu ya kumshukuru Mungu. Ni kwa sababu ya uaminifu wake ambalo Mungu amekuwa mwaminifu katika ndoa, katika jamii, katika kazi, katika biashara. Na kwa hakika uko na kila sababu ya kusema kwa hakika yeye ni Mungu na yeye ni Ebeneza. Nami pia asubuhi ya leo ninalo kila sababu ya kumshukuru Mungu. Ni kwa sababu ya wema wake, fadhili zake, na kwa sababu ya wokovu ambalo niko nayo na asubuhi ya leo. Kwa hivyo ninaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo. Hapo ndipo tutazungumzia leo hii Mathayo 6 na mstari ni ule wa 33 na 34, 33 na 34. Hayo mstari mbili tu ndio Mungu amenituma nalo ili tupate kuzungumzia. Ni neno ambalo uende ikawa umesoma mara mingi, lakini Mungu amenituma nikapate kukumbusha mtu ili tupate kuomba baadaye na tuone kila ambacho Mungu wetu mwaminifu anaenda kutenda. Niwacha nisome amini pamoja nami nikienda kusoma katika kitabu cha Mathayo. Mathayo ni 6, mstari ni 33 ndogo na 34 ndogo. Biblia inasema hivi: basi tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtasidisiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Wacha tuamini na tuombe. Baba wetu tena Mungu wetu, Baba wa mfalme wetu Yesu Kristo, Jehova, tunasema ni asante, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante ni kwa sababu ya kunipa kibali tena ili nikapate kuja mara nyingine tena kwa sababu ya neno lako. Ni kwa sababu ya msigo ulioweka katika moyo wangu ya kulihubiri neno lako Kristo. Tazama wale ambayo umewapa nafasi ili wapate kusikia neno ambalo umeweka katika moyo wangu, na wale wote ambao umewapatia nafasi ili wapate kunitazama mahali popote walipo. Kristo, nami pia najikabidhi mkononi mwako na asubuhi. Nitumie chombo iliyo tayari kutumika, ni kwa sababu yako. Ukatende mema, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Inuliwa Jehova, ukabarikiwe kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina lako Yesu tumeomba na hata nimeamini. Amen. Basi niite Askofu Joseph Odindo. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Mungu amenituma asubuhi ya leo ili tupate kuelewana katika neno la Mungu ambalo Yesu Kristo ameliweka katika moyo wangu mara nyingine tena kwa sababu yako ya asubuhi ya leo. Nimesoma neno moja ambalo nataka tuzungumzie na asubuhi ya leo. Uende ikawa leo nitazungumza kwa upole kwa sababu nataka nikae ni kama ninafundisha, na baadaye ama mwishowe tutaomba pamoja na tutaona kila ambacho Mungu analo kwa sababu yetu. Basi neno ambalo nimesoma katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 33 na 34, maandiko takatifu inasema kwamba basi kwanza tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtasidisiwa. Alafu mstari wa 34 inasema kwamba basi msisumbukie
ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku maovu yake. Hili ni neno ambalo Kristo alikuwa anazungumza pamoja na wanafunzi wake, na akawaambia kila ambacho wanapaswa kufanya, kwamba watafute kwanza kila ambacho wanafaa kufanya ili wapate kupata kila kitu ambalo wanahitaji katika maisha, ama kila kitu ambalo wanahitaji katika ndoa, katika jamii, katika kazi na katika biashara. Na Kristo anawaambia kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote ambayo mnasumbuka mkitafuta mtasidisiwa tu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwamba Biblia inasema kwamba, na Kristo akawaambia tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Nataka underline haki yake. Yani Biblia inasema kwamba kutafuta ufalme wa Mungu pamoja na haki yake. Baada ya kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake, basi na hayo yote ambayo tunasumbuka tukitafuta, hayo yote ambayo tunasumbuka tukiomba Mungu kwamba Mungu wetu apate kujidhihirisha na kutenda mema kwa sababu ya kila ambacho unatafuta, hayo yote sasa Kristo anawaambia kwamba hayo yote sasa mtasidisiwa tu. Yani itakuwa inaongezwa tu baada ya kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Umejua watu wengi hata na asubuhi ya leo, wa Kristo ama watu ambao wameokoka wanafikirianga kwamba mtu akishaokoka na akasema kwamba Kristo niokoe, mimi ni mwenye dhambi, na kumkubali Kristo, sasa atakuwa anapata kila kitu ya wokovu. Kusema kwamba Kristo niokoe ama kupokea wokovu ni kama kupata tikiti ya kuenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kama mtu amelinda wokovu na haki ya wokovu, ili wokovu iwe wokovu, sio wokovu ya sarakasi na vitimbi. Kwa yani mtu akiokoka na amemkubali Kristo na katunza wokovu, nataka unielewe sawa sawa, mtu akiokoka na atunze wokovu na haki yake, basi huyo mtu hakilala ama akifariki, basi huyo mtu ataenda mbinguni ama atarithi ufalme wa milele. Lakini kunayo kupata vitu ya wokovu ama kupata vitu ya mbinguni, yani kupata vitu ambayo tunalifurahia kama watu ambao wameokoka hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sile vitu ambalo tunatafuta kifamilia, sile vitu ambalo tunatafuta katika maisha, sile vitu ambalo tunatafuta katika ndoa, katika jamii, katika biashara, katika makazi yetu. Biblia inasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na yote ambayo mnasumbuka nayo, yale yote ambayo mnaomba, basi mtasidisiwa. Ina maana kwamba mtu akishaokoka kuna hatua nyingine ya kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Sasa sio wokovu tena, kwa sababu kuokoka, umeokoka, umemkubali Kristo kama Bwana tena mkombozi wako, vile imeandikwa katika kitabu cha Yohana 1 ukielekea mstari wa 6 ukiteremka chini, kwamba alikuja kwa watu wake lakini watu wake walimkataa. Alikuja kwa wale waliokuwa wake, lakini wale waliokuwa wake walimkataa. Lakini wote waliomkubali aliwapa uwezo ama aliwapa nguvu ya kufanyika wana wa Mungu. Sasa ukishafanyika mwana wa Mungu, sasa kunalo kutafuta ufalme wa Mungu na haki ya ufalme. Halafu ile yote ambayo tunatafuta sasa tunasidisiwa tu, yani tunaongezwa. Bwana akisifiwe sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kunalo wokovu ambayo tunaokoka, tunamkubali Kristo, halafu tunasamehewa dhambi ya Adamu, yani tunaondolewa katika dhambi ya Adamu. Ile dhambi ya Adamu ambalo tulisaliwa nayo, mtu akiokoka basi anapata uondoleo la dhambi ya Adamu iliyopatikana katika shamba la Edeni. Bwana asifiwe sana. Basi ukimkubali Kristo na ukamkiri Kristo na ukasema kwamba Kristo niokoe, mimi ni mwenye dhambi, basi ule Kristo ambayo ni mwenye wokovu anakupa uwezo ama nguvu ya kufanyika mwana wa Mungu. Na ukishafanyika mwana wa Mungu, sasa uko na haki ya kupokea vitu ya wokovu ama vitu ya ufalme. Sasa kile ambacho unafaa kufanya baada ya kupokea wokovu ni kutafuta ufalme na haki ya ufalme. Bwana asifiwe sana. Nataka tuwepatane na tupate kuelewana, kwa sababu watu wengi wamesumbuka sana. Wanaona kwamba wamepokea wokovu, wametunza wokovu, ni vyema, wanatembea na wokovu, wanaenda kanisani, lakini kwenda
kuja kanisani tu haitoshi. Hiyo haijatosha. Ama kusema kwamba mimi nimeokoka, hiyo peke yake haitoshi. Bwana asifiwe sana. Yani kuna kuokoka na kutunza wokovu. Ukishatunza wokovu na haki ya wokovu, wokovu ikawa wokovu. Bwana asifiwe sana. Sio wokovu ambayo mtu anatembea na wokovu na anakunywa dhambi, ni kama mtu anakunywa soda. Mtu ambayo anatembea na wokovu lakini anatenda dhambi pasipo kuogopa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kunalo watu ambao wameokoka lakini matendo yao ni matendo maovu ambayo haimfurahishi Mungu, haimpendezi Mungu ambayo ni mwenye wokovu, haimfurahishi Mungu hata kidogo. Kila wakati yale matendo ambao wanatenda wakisema kwamba wameokoka, inachukisha Mungu, inafanya Mungu inakasirika na wao. Kwa hivyo zile vitu za wokovu hawawezi wakapata, kwa sababu wameokoka sawa, lakini kutunza wokovu ama kulinda wokovu imewashinda. Wamepokea wokovu, wanaenda kanisani, wanatumika na mali yao, wanatumika na nguvu zao, lakini kutunza wokovu na haki ya wokovu ili wokovu iwe wokovu imewashinda. Bwana asifiwe sana. Hao ndio wale watu ambao wanalalamika kila wakati. Inakaa ni kana kwamba wokovu haifanyi kazi. Inakaa ni kana kwamba wokovu haina nguvu, wokovu haina mamlaka. Wokovu iko na nguvu, wokovu iko na uhai na inatenda kwa wale ambao wametunza wokovu na wakataka wokovu iwe wokovu pasipo kuchafua wokovu. Kunalo watu ambayo walipokea wokovu wakasema, Kristo niokoe, mimi ni mwenye dhambi. Na wokovu ilivyoanguka katika moyo wao, basi ikawabadilisha, wakao watu wazuri, wakatembea na wokovu wiki ya kwanza, mwezi wa kwanza, mwaka wa kwanza, na wakawa wamezoea wokovu. Sasa wakawa wanatenda dhambi. Hata ninavyozungumza kwa sasa, wanatenda dhambi wakiwa na uzoefu, yani wamezoea wokovu, wamezoea wokovu. Wanaona ni kama wokovu ni kitu ya kawaida tu, wokovu ni kitu ya kawaida tu. Kwa hivyo hata wakawa wanatenda dhambi, wanaona kwamba hawastuki, hawaogopi, hawatendi ni dhambi, ni kama kuna mtu anaitwa Mungu ambayo wanamuogopa. Bwana asifiwe sana. Lakini maandiko takatifu inasema kwamba Yesu Kristo akaambia wanafunzi wake kwamba tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake. Bwana asifiwe sana. Sio wokovu sasa, kwa sababu washamkubali Kristo, wanamkubali Kristo, wanatembea na Kristo, wametunza wokovu. Bwana asifiwe sana. Alafu sasa kunalo kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wameokoka lakini wanakaa katika shida, wanalipa rent katika shida, watoto wanasoma katika shida, wanakula katika shida, wanavaa katika shida, na wako na Kristo ambayo anatoa watu katika shida. Ni kwa sababu gani? Wameshindwa kutunza wokovu na haki yake, wameshindwa kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Bwana asifiwe sana. Mtu akitafuta ufalme wa Mungu na akaishi kwamba niko katika ufalme, akaishi kwamba nimepata ufalme wa Mungu na haki yake, basi yale baraka ambayo ni ya wokovu, ambayo ni ya wokovu inaanza kuniminia, inaanza kukuja katika njia yako. Mungu anaanza kupanua mipaka yako. Mungu anaanza kuleta baraka katika maisha yako, katika ndoa yako, katika jamii yako, katika biashara na katika kazi yako. Ni kwa sababu umetunza wokovu. Bwana asifiwe sana. Kutunza wokovu imeshinda wamama, kutunza wokovu imeshinda wasichana, kutunza wokovu imeshinda wanaume. Umejua watu wengi wanafikiria ama wanadhania kwamba Mungu akikuokoa ama Kristo akikuokoa akawa umepewa kipawa ya kuhubiri, sasa umepata ufalme ama uko katika ufalme. Tumeona wahubiri wengi ambao wanahubiri, hata hivyo wako katika shida, wanatembea katika shida, wanavaa katika shida, wanaishi ama wanasomesha watoto katika shida. Ni kwa sababu kutafuta ufalme na haki yake imewashinda. Umejua kuhubiri haimaanishi kwamba sasa umetunza wokovu. Kuna watu wanaweza hubiri lakini ukiangalia tabia yao na matendo yao haionyeshi kwamba wametunza wokovu. Kuna watu ni waimbaji wazuri, wanaimba kwa hakika, wakiimba wamejulikana sana, kwamba wakiimba unasikia ile wimbo ambao wanaimba iko na ugusho, iko na nguvu, iko na upako, lakini kutunza wokovu imewashinda. Ina maana kwamba hata wakiomba namna gani hawatapata vitu ya ufalme ambayo Biblia inasema kwamba Yesu Kristo akaambia wanafunzi kwamba tafuteni ufalme na haki yake na hayo yote mtasidisiwa.
Yaani kila kitu ambayo tunahitaji katika ndoa, katika maisha, katika familia, katika kazi, katika biashara, mnashidishiwa tu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Yaani kutafuta ufalme wa Mungu imeshinda wanaume. Nasikia msichana, wasichana wengi wameokoka, lakini kutunza wokovu imewashinda. Wanatembea na kitu inakaa wokovu, kitu ambayo inakaa wokovu, lakini sio wokovu ya ukweli. Wanatembea na vitu vingine ambayo inakaa wokovu, lakini sio wokovu. Ni kwa sababu hilo kitu haijatunzwa. Wokovu, kama mtu hajalinda wokovu, wokovu ikawa safi, yani amelinda wokovu na usafi wake, kulinda wokovu na usafi wa wokovu, kulinda wokovu na haki ya wokovu, kulinda wokovu ili wokovu iwe wokovu. Mtu akilinda wokovu, basi wokovu inakuwa hai na inafanya kazi kwa sababu ya mtu huyo. Bwana asifiwe sana. Lakini wokovu kama mtu hajalinda, kama mtu hajamwogopa Mungu akitembea na wokovu, tunayo watu wengi ambayo wanatembea na wokovu, lakini wanakunywa dhambi, wanatembea katika dhambi, wanaongea mambo maovu, matendo yao haionyeshi kwa hakika wameokoka. Lakini kama mtu ataamua katika moyo wake kwamba mimi nataka nilinde wokovu, wokovu niliyopokea, wokovu niliyokubali kwamba Kristo ni Bwana, na nikasema kwamba Kristo niokoe, mimi ni mwenye dhambi, kwamba mimi sasa nataka nipate kulinda wokovu ili nipate kuona kila ambacho wokovu itanifanyia. Wokovu ikifanya kazi katika maisha yangu, wokovu ikifanya kazi katika ndoa yangu. Wacha nikwambie na asubuhi ya leo, kama utatunza wokovu na haki ya wokovu, kama utatunza wokovu na usafi wa wokovu, ili wokovu iwe hai, ili wokovu ikakue inafanya kazi, kwa hakika utamuona Mungu na utaona usuri wa wokovu. Watu wengi wametembea na wokovu, lakini hawajaona wema na usuri wa wokovu. Ni kwa sababu wameshindwa kutunza wokovu. Kwa hivyo wanatembea na wokovu, lakini wanatembea katika laana. Wanasema wameokoka, wanatembea katika laana ya ukoo, katika laana ya familia, katika laana ambayo inafuata watu wa damu yao. Ni kwa sababu kutunza wokovu wameshindwa. Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini kama mtu ameamua katika moyo wake kwamba mimi nimepokea Kristo, nataka nimuone wokovu, nataka nione wokovu kama inafanya miujiza, kama wokovu inaondoa laana ya maisha yangu, inaondoa laana ya ukoo wangu, inaondoa laana ya boma letu, inaondoa laana katika maisha ya watoto wetu, naye wokovu inafanya kazi. Watu wengi wamedunisha, wameweka wokovu ni kama kitu haina maana. Ni kwa sababu hawametishindwa kulinda wokovu na haki yake na ukweli wa wokovu. Wametembea kataa kutembea na wokovu kama wanamuogopa Mungu katika moyo wao. Wacha nikwambie na asubuhi ya leo, kama utakitembea na wokovu na ukiwa umemuogopa Mungu katika matendo yako, katika mavazi yako, katika maongezi yako, basi wewe utamuona Mungu. Wacha nikwambie na asubuhi ya leo, haijalishi kila kitu ambayo shetani amefanya katika familia yenu. Tuko na watu wengi ambao walipokea wokovu, lakini yale maboma ambao wanatoka ni boma ambayo imelaaniwa, familia ambayo imelaaniwa. Hakuna kitu kizuri ambayo inatoka katika hiyo familia. Lakini mtu akipokea wokovu, wokovu inabadilisha maisha ya mtu, na wokovu mtu akitunza, anaanza kuona matunda ya wokovu, anaanza kuona masuri ya wokovu. Lakini wokovu kama haijatunzwa, Bwana asifiwe sana, mtu asipotunza wokovu, mtu asipoangalia wokovu kwamba ni kitu ya gharama, basi wokovu haitafanya kazi katika maisha lako. Utalia kila wakati, utajiuliza, kwa nini Mungu? Kwa nini mimi Mungu? Mbona umeniacha? Mbona hujanitendea? Mbona hujanifanyia? Mbona hujainuka kwa sababu yangu? Mbona hujapigana vita vyangu? Mbona hujapigana vita vya ndoa yangu? Ama mbona hujapigana vita ya boma yetu? Ni kwa sababu hujalinda wokovu. Bwana asifiwe sana. Mtu akiyalinda wokovu, wokovu ina uwezo, wokovu iko na nguvu, wokovu iko na mamlaka, na wokovu inakufanya mema ama inakutenda mema katika yote hayo. Hata kama hujasoma, wewe ni mtu masikini tu, hauna maana. Hata katika boma yenu watu wanavyokutazama wanakuona mtu mjinga tu, lakini wokovu ikiingia, wokovu inabadilisha mtu, inatoa ujinga ya kusaliwa, inatoa ujinga ya masomo ambayo ulisoma na ukawa mjinga tu, na inakupa hekima. Naye wokovu inakufungulia milango ya baraka katika maisha yako, inafungua milango katika boma yenu,
na yale yote yasiyokuwa inawezekana sasa inaanza kuwezekana. Kama ulikuwa ni mtu umelaniwa, unaanza kubarikiwa. Kama we ni mtu ambaye hakuwa na heshima, watu wanaanza kukupatia heshima. Ni kwa sababu wokovu ni kitu la gharama. Bwana asifiwe sana. Na hilo ndio kitu ambalo imeshinda watu wengi. Hata tunavyoshingomusha, tunavyoongea, watu wameshindwa na neno ila wokovu. Wanatembea tu, lakini wokovu wameshindwa kutunza. Na ndio maana Kristo alivyoangalia wanafunzi wake, akiangalia wanafunzi wake, kwa hakika Kristo aliwakutana wao, akawaambia munifuate. Kwa hakika wanamfuata Kristo, wanatembea na Kristo siku baada ya siku. Lakini Kristo anavyowatazama, anaona kwa hakika vitu ya ufalme hawajapokea, vitu ya ufalme hawajapata, vitu ambayo wanafaa kupata kwa sababu ya kumkubali Kristo hawajapata. Tuko na watu wengi ambao wametembea na Kristo miaka nenda miaka rudi. Ukisikia wanashuhudia, wanasema kwamba mimi niliokoka miaka 20 zilizopita, miaka 30 zilizopita, miaka 10 zilizopita. Lakini hata hivyo vitu ya wokovu haipo katika maisha yao. Vitu ya wokovu ama matunda ya wokovu wameshindwa kupokea. Ni kwa sababu gani? Wameshindwa kupata ama kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Mtu akitafuta ufalme wa Mungu na haki yake, na akapate ufalme wa Mungu na haki yake, basi maisha yako inabadilika. Kile kitu ambalo haikuwa inawezekana inaanza kuwezekana. Kila kitu ambalo ulikuwa hata wewe pia umepoteza tumaini, ukasema kwamba mimi sasa nimepoteza tumaini, sitapokea. Ukipata wokovu na ukatunze wokovu na ukatafute ufalme wa Mungu na haki yake, yale yote ambayo ulikuwa unaona kana kwamba itawezekana, yanawezekana tu. Hata kama ulikuwa unadharauliwa katika boma yenu, yale madharau yanatoweka na unakuwa mtu ambaye anaheshimika. Ni kwa sababu ya kutunza wokovu na haki ya wokovu, kutunza wokovu na usafi wokovu, na ukapita wokovu ama ukapita kumfuata Kristo na ukatafuta sasa ufalme wa Mungu na haki ya ufalme. Bwana asifiwe sana. Na Yesu anawaambia kwamba msisumbuke kwamba mambo ya kesho, kwa sababu kesho itazisumbukia yenyewe. Kwa sababu watu wamekuwa wanasumbuka kwamba kesho nitakula nini, kesho nitavaa nini, watoto wangu watasoma namna gani. Naye Kristo anasema namna gani? Ukishatafuta ufalme wa Mungu na haki yake, hayo yote mutasidisiwa. Bwana asifiwe sana. Yani mutaongeshewa. Hamuta struggle kutafuta, hamuta ngangana kutafuta, kwa sababu shatafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Ukitafuta ufalme wa Mungu na haki yake, na ukaishi ama ukafeel kwamba uko katika ufalme na haki ya ufalme, sasa mambo mengine yanasidisiwa tu. Kama ni karo ya shule, unasidisiwa tu. Kama ni mapato ama baraka katika biashara, unasidisiwa tu. Kama ni madharau ambayo umekuwa ukitembea katika madharau, sasa unatolewa madharau, unasidisiwa baraka. Ni kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Mungu wetu ni Mungu aliye na uwezo na mamlaka. Hakuna kitu kilicho ngumu ambayo Kristo Yesu hawezi akafanya. Kila ambacho imetushinda ama kila ambacho inatuzuia kufika katika ufalme wa Mungu, ili tupate vitu ya wokovu, ni kwa sababu tumeshindwa kumtafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Tumeshindwa kutunza wokovu na usafi ya wokovu. Kwa hivyo tunatembea, tunalalamika tu, tunatembea, tunalia tu siku baada ya siku. Lakini ukiangalia muda ambao tumekaa katika wokovu, wengine wanaingia nyuma yetu lakini wanabarikiwa tu. Ni kwa sababu wameingia katika wokovu nyuma yetu, lakini wamejifundisha kutunza wokovu na usafi ya wokovu. Wamejifundisha kutafuta haki ya ufalme wa Mungu na haki ya ufalme. Kwa hivyo wakishatafuta ufalme na haki ya ufalme, baraka sasa inakuja kwa maisha yao. Yani wanabarikiwa tu. Mungu anafungua milango ya baraka, madirisha ya baraka. Mungu anaanza kupanua mipaka ya watu. Ni kwa sababu wametafuta ufalme wa Mungu na haki ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii na asubuhi ya leo nimesema kwamba wokovu peke yake haitoshi. Wokovu peke yake haitoshi. Kile ambacho inafanya mtu anapata baraka katika wokovu ni mambo matatu. Na wacha nikwambie ninavyomalizia. Ile kitu ambayo imeshinda wokovu umepokea, tena wokovu uko nalo, sijakataa. Kanisani unaenda, hiyo ni vizuri, unatumika na mali yako, ni vizuri, ni vyema kabisa. Lakini kila ambacho umeshindwa ni kutafuta ufalme wa Mungu na haki ya ufalme, ili upate kupokea baraka yako. Leo na asubuhi ya leo
utapata mwanamke moja ama kijana ama mwanaume ambaye anasema kwa hakika nimetembea wokovu, nimetembea na wokovu, lakini nimetembea safari ya hasara, nimetembea safari ya kilio, nimetembea safari ya madharau. Lakini leo hii na asubuhi ya leo, kama utatafuta ufalme wa Mungu na haki ya ufalme, hautalia tena. Kama utatafuta ufalme wa Mungu na haki ya ufalme, nawe pia umetunza wokovu na usafi wa wokovu, basi utamuona Mungu na vitu ya wokovu itaanza kukuja katika maisha yako. Utaanza kuona baraka, utaanza kuona mlango imefunguliwa mbele zako, yani milango ambayo imefunguka. Mungu ataweka mlango ambayo imefunguka machoni pako ama mbele yako, katika ndoa yako, katika jamii yako, katika biashara na katika kazi, kama utatunza wokovu na haki ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Kama mtu ameokoka na mtu amesema kwamba mimi nimeokoka, basi jifundishe kulinda wokovu na usafi ya wokovu. Umuogope dhambi, yani ujiadhari sana na kutenda dhambi, na umuogope Mungu kwa moyo wako wote, na utembee ukiwa unajiuliza kila wakati, ninaweza nikafanya nini ili nimpate kumfurahisha Kristo. Watu wengi wameokoka, lakini matendo yao, kila kitu ambao wanafanya, matendo yao, mavazi yao, maongeshi yao inachukisha Mungu. Mungu hajafurahia, na ndio maana wanalia siku baada ya siku na wokovu, wanamfuata Kristo lakini hawajapata vitu ya wokovu. Ni kwa sababu hawajakujifundisha kutunza wokovu. Ukitunza wokovu na haki ya wokovu, ukitunza wokovu na usafi ya wokovu, basi wokovu inakuwa ni kitu ambayo inafanya kazi katika maisha lako. Lakini wokovu haitafanya kazi kama hujalitunza. Kitu ambacho haijatunzwa haina gharama. Kitu ambacho haijatunzwa haifanyi kazi. Kitu ambacho haijatunzwa inaweza ikakufa na itakuwa na uhai. Kwa hivyo kuna wokovu zingine ambazo zimekufa, ambayo haifanyi kazi, na ndio maana watu wako na wokovu wanalia, wanateseka, wanalia kila wakati. Hawanakaa katika shida, wanaishi katika shida, wanakula katika shida, wanavaa katika shida, watoto wanasoma katika shida, nyumba wanalipa katika shida, na wako na Kristo ambayo anatoa shida. Lakini Kristo hajawatolea shida, ni kwa sababu wameshindwa kutunza wokovu na usafi wa wokovu. Wameshindwa kutafuta ufalme wa Mungu na haki ya ufalme. Kristo anasema kwamba kwanza tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mutasidishiwa. Na anasema kwamba kila siku iko na shida yake. Msisumbuke kwa sababu ya kesho, ni kwa sababu kesho itajishughulishia ama itajishughulikia wenyewe. Na anasema kwamba kila siku iko na maovu yake, lakini kila siku ikiwa na maovu yake, kama umetafuta ufalme wa Mungu na haki yake, hiyo maovu ya siku hiyo, hiyo maovu ya leo, maovu ya kesho na maovu ya siku ambazo zinakuja haitakudhuru. Ni kwa sababu gani? Umetafuta ufalme na umetafuta haki ya ufalme. Basi Mungu anakupigania. Ninataka niombe na watu wale ambao wako tayari ili nipate kuomba pamoja na wao. Mungu wetu ni mwaminifu. Kila ambacho nataka ujue kwamba pasipo imani ni ngumu na iwezekani kumpendeza Kristo. Kitu la kwanza ambalo tunafaa kufanya ni kukuwa na imani, na tujue kwamba Mungu yupo na kuna uwezo ya kufanya kila ambacho tunahitaji. Pasipo imani ni ngumu na iwezekani kumpendeza Kristo. Wacha nipate wawili ama watatu ambalo wako na imani, wanasema kwamba nina imani kwamba Mungu wangu ambaye ameniokoa anaenda kunitoa katika shida hii, anaenda kunitoa katika magonjwa, anaenda kunitoa katika madharau, katika kuchekelewa, katika kubaki katika familia yangu. Mungu ako na uwezo, anaenda kunitoa. Kwa na imani nataka ufanye jambo moja. Kama unaweza kufikia runinga ama katika TV, nataka ugushe TV. Kama uwezi ukafika karibu na TV, nataka uwe na imani tu kwamba Mungu na ambaye unaenda kuombea kwa sasa ndiye aliye na nguvu, ndiye aliye na uwezo, ndiye aliye na mamlaka ya kukutoa katika shida ulio ndani. Naye Mungu anaenda kuwa mwaminifu. Amini pamoja nami ili tupate kuomba. Baba yangu, tena Mungu wangu, Baba wa mfalme wangu Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mfalme. Asante kwa sababu ya wokovu ambao tunalo na asubuhi ya leo. Tunakushukuru ni kwa sababu ulikubali kufa kwa sababu ya wokovu ili tupate kufunguliwa katika dhambi ya Adamu, ili tuwekwe huru na tufanywe wana wa Mungu. Ni kwa sababu ya wokovu. Asante mfalme wa ajabu kwa sababu ya watu hawa. Uliwapa kibali na nafasi hii
ili wapate kunitazama na kusikia ile neno ambalo ulinituma nalo. Baba yangu, nimeongea yale mambo ambayo uliweka katika moyo wangu na katika kinywa changu. Baba yangu, nakuomba ili ukawatende mema. Tenda msichana huyu mema, tenda huyu mwanaume mema, ukakutana mahitaji ya moyo wao, mahitaji ya nyumba, mahitaji ya ndoa, mahitaji ya kazi. Aliyetoa machozi, Mfalme, ukampangushe machozi. Onekana katika yote, kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na hata nimeamini, amen. Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Neno la mwisho ambalo nakwambia, tunza wokovu ambao ulipokea. Tunza wokovu na usafi wokovu, na muogope Mungu katika yote, na ujiadhari na kutenda dhambi. Tafuta ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote ambao unasumbuka ukitafuta, ambao unatafuta ukilia, utasidisiwa. Mpaka Jumapili ijayo, niite Bishop Joseph Odindo. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Shalom, amen. Eternal Father, I offer you